I'm standing here a bit disturbed because kwa Kiswahili nimesimama hapa nikiwa na masubuko kidogo, kwa sababu wakati tulipoenda kwa uchaguzi, tulienda kwa uchaguzi kama wa Kenya, tulipiga kula kama wa Kenya, na hakuna kula ambayo ilikuwa inaandikwa huyu ni Mjaluo amepiga kula, huyu ni Mkalenjin, ama huyu ni Mkikuyu, ama huyu ni Mkamba, na kula ikahesabiwa. Na baada ya kutangaza kula, hakuna kula ya Mjaluo ilitangazwa, ama ya Mkikuyu, ama ya kabila yoyote. Lakini mambo mageni imeibuka kule kwetu nyumbani. Kuna story ambayo imekuwa ikitumika kwa miaka. Kila wakati wa uchaguzi mambo ya ukabila inawekwa, kwa sababu watu wanajua kwamba wananchi wa kawaida ukiwaelezea mambo ya kabila nyingine ambayo hawaja kunywa chai pamoja, hata hawajuani, wataona kama wanyama, kwa sababu wao wanakanga kwa nyumba, wanachuna majani chai na wanachuna kahawa. Ukiwaambia mambo ya Mkalenjin, umuonyeshe Mkalenjin ni mnyama, anafikiri Mkalenjin ni mnyama, hata ana pembe. Ukimwambia Mjaluo anakuanga na miguu mitatu, wao wanasema huyo Mjaluo anakuanga na miguu mitatu na kucha, kwa sababu wao wako nyumbani na wao ni waaminifu. Hiyo story ndio imetumika kwa miaka. Kuna wakati sisi na Wakalenjin hatukuwa tunaonana. Story ilikuwa imeundwa, ya kwanza ilikuwa imeundwa sisi na Wajaluo wakati wa Kenyatta wa kwanza. Hiyo ikakuja ikadidimia kidogo, ikaundwa nyingine sisi na Wakale. Hiyo ikapona kidogo. Hii yetu na Wajaluo ikaanza kupona kidogo kwa sababu ya Raila na Uhuru, na uchaguzi kafanyika. Mambo ya ethnicity sasa imerudi baada ya uchaguzi. Huko nyumbani ukijulikana wewe unaunga Raila mkono, you are being profiled. Haiwezi endelea namna hiyo. Ile story ambayo imeletwa siku hizi, sisi tukiuliza mambo ya gharama ya maisha, wao wanaongea kuhusu Raila, na vile Raila ako Mjaluo. Sijui Raila kuwa Mjaluo na gharama ya maisha zinaingiliana aje, kwa sababu Raila basi ageuzwe, basi wampeleke mahali kwa hospitali, sijui ni India ama ni wapi, basi wamgeuze hiyo kabila yake, ama waseme basi Wajaluo wahamishwe Kenya kama Wajaluo sio watu. Iko shida kubwa, kwa sababu ile mikutano ambayo inafanywa ni ya kuongea, ni ya kuleta uhasama kati ya Wakikuyu na Wajaluo. Uhasama kati ya Wakalenjin na Wakikuyu sasa imeisha, kwa sababu walipiga kula pamoja. Na mimi ningependa kushukuru kabila hizi zingine zote. Huoni Mkalenjin ambaye anaingilia baba in a personal way. Huoni Mmasai ambaye anafanya hivyo. Na wale Wakalenjin, hata kama mimi si mkabila, rais wetu wa taifa, ni muite rais wa taifa, anatoka kwa Kalenjin. Lakini Wakikuyu kila wakiongea ni huyu mzee, kila wakiongea ni huyu mzee, ni hii kabila. Sasa Wakikuyu wao, viongozi wachache wa Wakikuyu, mnataka kabila zingine ziwekwe kwa magari na UN wawe pelekwe nje ya Kenya ama namna gani? Hiyo kitu mimi nataka kuambia hata rais wa taifa, hiyo ni kitu ambacho anastahili kukomesha, kwa sababu huo uhasama wa kikabila utaleta vita na umwagikaji wa damu nchini Kenya. Sisi kama Wakikuyu, sisi huwa Wajaluo, sisi huwa Wakalenjin, Wakamba, Wataita, kabila yoyote, sisi hufanya biashara na Wajaluo, Wakale, Mijikenda, kila mtu. Lakini ikifika ni wakati wa siasa, tunataka kutengwa kando. Wakikuyu wakitengwa na kabila hizo zingine 44, 45, ni nani ataumia? Ni Mkikuyu. Kwa hivyo mimi ningewaomba, wacha kuniguza, mimi ningewaomba Wakikuyu, hii mjadala wa kikabila ambao tunaletewa ukome. Na kwangu ningependa kusema pole kwa makabila hizi zingine, na hasa Wajaluo, kwa sababu huo uhasama
hautatoka kwa Mkikuyu wa kawaida, unatoka kwa viongozi 3 4 ambao wanajua kwamba ili waweze kusikizwa na mwananchi wa kawaida lazima wa mention Raila na Mjaluo. Poleni, sisi hatufikiri namna hiyo. Tarehe